Naomba nimkaribishe askofu wetu Bishop Dr. GITAHI ambaye atatunenea neno kwa kifupi na kisha baadaye atatuombea, alafu baadaye nitawaambia atakavyofanya. Labda tuweke mikono pamoja tumkaribishe askofu. Bwana asifiwe. Amen. Majina yangu ni hivyo, Askofu GITAHI. Yangu or mine is to present my eulogy and my condolence to the family of Professor Amos, from myself and my family, and that much from Priesthood Fellowship Church, where he worked very closely with us. I started my journey with him in 2016, where he pushed me to go back to school. Na akafanya ni understand na nielewe the benefits of being an educated pastor. I was okay with what I was doing because I was a speaker in big media houses, but I didn't have very good papers academically. He took me to Dallas, USA, where I did my bachelor's degree in Christian psychology, and later he followed me under the stewardship of Dr. Maneki, the late, also to have a master's degree in biblical studies. I thank God because of the respect that he had all out there in the academic field. He was able to have me honored with a doctorate degree. As I stand here, I feel this is one man who have made me achieve too much than anyone else in this life. Alikuwa tu mtu mpole na mtu wa kukaa amesmile full time, na ni mtu sio wa kujigamba, so you may never know what is doing. Ni mtu inaweza tu ujiulize Professor Rukuru ni nini alikuwa anafanya hasa, because you will not see maana ya kwa mtu wa kujigamba in whatever he is doing, but he could do too many and he has done too many. That's the reason why I and Dr. Moneki decided all those who are alumni of Landmark Seminary tutavaa nguo zetu za kimasomo atakule kwa mazishi, because I can see very many pastors here, they are trained at Landmark. And askari juu anazindikishwa na nguo za askari, na sisi tukasema tutamzindikisha kama academicians. Na mimi juu sitaweza kuenda na nyinyi, tungavaa hizi nguo tukiwa na huko, lakini daktari tukakubaliana tuvae tu hapa, ndio hata mimi pia hiyo salute academical. Ninamwambia kwa heri mwalimu wangu, kwa heri profesa wangu, kwa heri lecturer wangu, kwa heri uliyenishika mkono ukanifanya nirudi shule. Halafu baadaye mimi nitawaaga na nyinyi muende mumalize hiyo. Lakini kabla niwaage, moyo wangu ndani uko uzito kiasi, because we are in a time that we are not really understanding. I was talking this morning with Dr. J here. I'm asking what's going on hapa daktari. Na ananiambia sijui kama ni pepo ama ni shetani, but something is not good. We are in the month of January, but the cloud is too dull. The cloud is too dull. Mwali wa bere no itu neibu mono. Tuinabura tirinariwa tutirarira nengaragu as we used to cry there before. If you go from Kinangop, those areas, kuna terere manyani mago tuira na kokoma na doi. Ginyago kuna hiyo fi. At the roadsides you will find those terere na hizo zingine sijui majina yake kwa Kiswahili. Managu. We are okay. Ile njaa ilikuwa kubwa na mwangaza mwingi umetumulika, is no longer there. But when we are about to celebrate that blessing of January, the spirit of death is with us. Today, since January 1st, kwangu mimi kama bishop, haya ni mazishi ya 15. Last week only one day sikuwa na mazishi. Jana nilikuwa nayo, leo ninayo, kesho kunayo, Friday kunayo. Hapa mochare hii, hawa wasichana mnaona hapa akinisalimia nikiingia, they have come to know me now. I feel like I work here. I become like a mortician. And I'm feeling so bad in my heart
when I see families crying and mourning and weeping and shouting to the highest pitch of their voice, leaving and being left by their loved one. Sometimes we bishops and pastors, you think we don't feel it, even when we are saying mchanga kwa mchanga, mavumbi kwa mavumbi. We have burnouts. Unaweza toka kwa mazishi uende hutoki kwa nyumba siku 2-3. You have something we call burnouts in psychology. And so I urge you all Christians and our members to be praying for us too as we pray for you. Even for bishops, even for pastors, not easy. Kuzika washirika 2-3. Kuzika dada zako, kuzika mama yako, kuzika baba yako, na unangojewa na Biblia Jumapili uchape neno. You really need this special nourishment, the special touch from the God. Because also we are going to be weak within us, and little by little, without everybody noticing, you get even bishops and pastors start dying. We need a lot of prayer for each other, supplications and intercessory, so that we may be able to live and achieve the goals. Brethren, because I don't want to keep you for long, mwalimu alikuwa mtu wa discipline. Kama sasa angekuwa hapa angekuwa ameanza kunifanyia hivi akitakataka kuniambia ninyamaze. And because he taught us to be so quick, in respect and in honor of my Professor Amos Rukuru, I will take you to the Bible in the book of Revelation chapter 14 and verse number 13. Bishops mlioko hapa na reverends hawa, bidi wote mnikubalia tu niwe brief, mengine mtafanya na huko. And I heard a voice from heaven saying to me, "Write, blessed are the dead which die in the Lord, from now henceforth. Here, says the Spirit, that they may rest from their labors, and their works do follow them." Itafikisha hapo tu. Then I heard the voice from heaven saying, "Write." Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika. Anything that you are ordered to write, it is meaningful, and it is legal, and it is binding. That's why it is written. Ingekuwa tu ni maneno ya porojo, haigeandikwa. Write. Saying from heaven, write. Mbona ya porojo kumegoro, andika. Sauti nisema kutoka mbinguni, andika. Blessed are the dead. I don't know how will this go down in our throats today, how the wife of the deceased and the family will, how they will swallow this when we are saying blessed are the dead. And yes, we see we are heading to bury him, and yet the Bible is saying blessed is the dead. This needs a very, very great spiritual understanding. But I'll try briefly to bisect it or to break it to small pieces for you to chew. Ati kukenani ali amego kwa maybe no more than one ne kugwa no biya ko hago kwa hatile discussion leo dano ka hakuga ko hota kuoka na hota kuturo. Right now I know there is no song that can quench your pain. I know there's no word that can comfort this family right now, but time will be good medicine as time goes by. But let these words go with you. Let these words stick somewhere in your mind. Ati kukena nyari amagukwa onakono tukoma miss onakono tukoma rerera onakono tukuturo gutikona muciari sene society ko neira mutumio sho tukona muthuriwe ni ukoigwa no tiko nona kongoro ile kai moye gukenari ni ari amakomaga medino wa mwathani na kira ho muthuri wakauga ende guo roho muthuri ukahora muhuri endio roho muthuri sema yes it is, so that they may rest nigetha makahuruke tondondo ito limuno tukufatira kuhuruka onakono titene. So we have to discuss, bishops, about the premature deaths. Maana hiyo kulala mchana ni uzembe. You should not sleep during the day. Unafaa kulala usiku. Na ulale kama umechoka. I'm talking about old age. We should be sleeping when we are old. And when we have delivered all what we brought. Number 2, there is an argument. About death, it's not about how old you are. It's about delivery. Have you delivered? If you deliver with 20 years, you can just rest. If the assignment is done, even if 18 years, and the assignment that you are sent with on this world is done, you can just go. It's not a matter of 100 years, 50 years. Neko hiho kila yoga wale na kio kia hiho ya dirari. Ona ina te nduruke. Aka waiso gutu kaida elefant na weka mauru morugo to watumiro na wero githira na gicoko gitiko. Koguo no gitare githiru kiria watumitwo tugathi kundu. Utaciarite ciana cio wale uciare ndugathi kundu.
Utaleta degree tesi ciothe wele tũrehe ndũgathi kũndũ. Niĩ ngwĩciria ndagĩtarĩ nĩ ararĩkĩtie gũtũheithia madigiri. Digiri ciathira ndangĩrekerire rĩngĩ. Nĩ ahurũke rĩu. Tondũ rĩmwe Christianity nĩ tũrĩ thĩna wa mũndũ akue tene akue mũnini. Ona gũkĩrĩ mũndũ ũkoragwo ahetwo mweri ũmwe. Na assignment yake nĩ kuonga nyina amuonge mweri ũmwe athoke. Nĩ arĩkia. That's all the assignment. Onge nyina tu na wĩra wake thĩ ĩno nĩ wathira. Kana kũrũma nyina wĩra wake. Nĩ mũrũmire nĩ ũrũmĩte wega ũkoka. So what we should know is the assignment yangu ilikuwa gani daktari Jehia? If the assignment is still on, we should not allow the spirit of death to pick in one of us. We should cover each and everyone now in prayer. We shall defend everyone now in prayer. We have to invite the Holy Spirit of God and the guardian angels to be with us wherever we are going, because there is also spirit of enmity and jealousy. There is those darts of the enemy. We must protect each other, and God have to protect us from those attacks from the enemies, diseases, cancer, and etc. that may be thrown to you by the enemy, by the devil himself. But if the assignment is still on, kama kuna crusade pastor hujahubiri hauendi popote. Kama kuna mtoto hujazaa hauendi na yeye. Kama kitabu hujaandika hauendi na yeye. Kama kuna kampuni hujafungua haukufi na hiyo. Lazima ukubali ufinywe mpaka zote zitoke, watoto wote watoke, vitabu vyote vitoke, nyimbo zote zitoke, kazi zote zitoke, mahubiri yote yatoke. When you are just empty, be trashed. Empty, be empty, we trash empties. Ikiodazi biniwe wareka. No akordo muri kugotire gothi. Nindenda kuhinyira na kuthini. Professor ni atothomirie turenge muno. Aiko kinya goku priesthood ni atohete chata. Na kugethomera ruto 27. Dr. Jehe ndokonyesha watu. Hata wengine wako hapa Teacher Naomi, sijui Mweni. There is another guy called Reverend Murithi. Yes, kuna watu wa I can see all those. All the alumni our priesthood chata ya landmark. By his or under his stewardship and direction. So huyo mtu wala watu sijui wangefanya wangesoma lini. Hata mimi sijui ningesoma lini, ati niko kwa ndege naenda America kusoma. This guy have done it. Na amefanya. Kwa hivyo mimi kwanyu ni changamoto na kwangu ni changamoto. Go and do it before this time comes. Hallelujah. Ya mwisho nitaongelesha makasisi. Tusiogope kufa sana. Because we are the people who tell these people kuja kwa Yesu na utakufa, utakapo kufa kuna uzima wa milele. Na sasa tunasema hawezi kuingia uzima wa milele kama haujapitia kwa kifo. Uokoke, alafu kifo kije ndio utoke kwa hii mwili uingie kule. So wakati hii kifo imekuja kwetu, we must stand the same. Tuonyesha ule twamweleta no. Kwa hujo mwenye kuyumia vile na yumia ke kutetea injili sasa. Iko vile niliwaambia ukiokoka utapata uzima. Maana sasa ukiona sisi mafasta tukilia meko liko adona serious. Adona ora matira nati. Tuhono ke tusoke tukahamua na ngoma leo kai ni adona kwa serious kweli. Ya GITAHI, mnyamuzi GITAHI. Tena mnyambo haya. Kwa hivyo hubiri utakaa ngumu ndio tuonyeshe ni kweli. Tuliokoka na tutakufa na tutapata uhai. So we are not fearing death. When we are ready, when our time comes, tutaenda huko. So we must show these people, my fellow colleagues in the ministry, that what we preach is true. There is life after death. Stand on your feet in Jesus' name. Father, I pray with your humbleness and meekness that you're gonna bless us. You're gonna bless the family of the Professor Amos, and the family and the faculty of Landmark, all the teachers and lecturers who are here, students and those who are doing research, all bishops, pastors and reverends who are here, friends of the family, and also friends of the Landmark, parents from home, wife and children. It is within or in your hands we place them. It is only from you they can have peace. It's only you who have peace that surpasses human understanding. I believe this morning we will start with a different feeling than that they had yesterday or last night. As we walk the journey to Kangari, you go with this family holding them, even strengthening these pastors and bishops, even protect them from the burnouts, so that they may be able to deliver the heavy responsibility ahead of us. Father, we thank you for everything. Tondũ kũrĩ thĩna kana gĩkeno rĩtwa rĩaku no rĩgocagwo. Twage gwĩta Ngai na tũgore o Ngai.
ona rĩo Amos agĩthiĩ nĩgetha aikare na arĩa makomete twamuneana kũrĩ akumio othe arĩa manathiĩ mbere ona atheru othe arĩa manakoma arĩa marĩetĩkia na arĩa metagwo saints ndundu-inĩ yao ona athuri 28 ona araika arĩa athani ona araika arĩa arori nĩgetha atũre na thayũ waku ona mĩromo-inĩ ĩrĩa hingagĩrĩria mũndũ nĩgetha ndagatonye we hatũre muoyo wake nĩgetha agĩre na thayũ na ithuĩ tũgũtigwo na thayũ na tũtindĩke kĩoneki gĩake tondũ kĩoneki gĩtikuaga otore mũhoi Ngai waku akũhoire mũtungatĩri ha mbere nĩ ahoire ndereba ciothe na ngari ciothe twauga ĩmeni atĩ nĩguo thayũ gũtinda na ithuĩ na ũru ndũkũrũmĩrĩrwo nĩ ũngĩ kũrĩa andũ mamakaga makarwara kuma hau gĩkuũ kĩao gĩkoneka twĩtĩkie famĩlĩ ĩno no Dr. Amos ũkuĩte gũtirĩ ũngĩona mũtumia ake ũkũrũmĩrĩrwo nĩ pressure kana mĩrimũ ya gũhaica thakame na cukari nĩgetha ciugo ihinga iria ciarĩtio nĩ mũthũngũ atĩ calamity ndĩũkaga ĩika twandeclare twĩ ngwatanĩro this calamity has come once and the family will go and have peace in Jesus name nĩmekwenjoy kĩmera na nĩmekũrera na mũtumia Amos nĩ egũikara ho nĩgetha akaheaga ciana ndeto cia ithe ona wendi wa ithe twakĩhoya ũguo Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩthĩ na rĩa mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru amen. So nitamrudisha Daktari J hapa ili atupe ratiba ya vipindi vilivyosalia.